Mkoa wa Singida umepita katika changamoto mbalimbali za ukuaji wa soka, ikiwa ni pamoja na kutoa wachezaji ambao wengi wao wamegeuka kuwa tegemeo katika vilabu wanavyovichezea. Nembo ya mkoa wa Singida katika medani ya soka ni timu ya Singida United yenye maskani yake mjini Singida. Mwaka 2000 Singida United chini ya mfadhili wao Mohamed Dewji ilicheza ligi kuu, lakini baada ya miaka miwili ikajikuta ikiporomoka daraja. Kwa sasa timu hiyo chini ya mmiliki Yusuf Mwandami imeanza kupiga hatua moja baada ya nyingine, na sasa imepanda ligi daraja la kwanza, na katika michuano ya kombe la FA ilifanikiwa kutinga katika hatua ya 16 bora kabla ya kufungwa na Simba ya Dar es Salaam mabao 5-1 na kuondoshwa katika michuano hiyo. Kwenye uwanja wa Namfua mjini Singida, timu ya Singida United imeanza maandalizi ya kujiweka sawa kwa ajili ya michuano ya ligi daraja la kwanza, huku ikivuta wasaa wa kuanza zoezi la usajili la wachezaji watakaocheza. Fulgence Novatus, mchezaji wa zamani wa TP Linda Pamba ya Mwanza, Kagera Sugar na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, ndiye aliyekabidhiwa mikoba ya kuinoa klabu hii. Kusaidia yule mwenye mpira. Kwa kila upande ambapo mtu mwenye mpira lazima awe na support kulia au na support kushoto. Okay? Na sisi wa ndani lazima tufanye marking ambayo nzuri kidogo. Okay, twende. Basi hapa watu tunachukua haraka. Elewa. Kasimu. Fulgence anasema anatumia taaluma yake kuiandaa timu yake katika kila nyanja. Lengo ni kuhakikisha wanafanya uzuri katika michuano ya ligi daraja la kwanza na hatimaye kuwemo katika timu zitakazopanda na hatimaye kucheza ligi kuu ya Vodacom. Timu inapoandaliwa, kipi kinakuwa cha mwanzo? Kwa kawaida unapotengeneza timu, kwanza unaanza na utimamu wa mwili. Na utimamu wa mwili umejengwa katika maeneo manne. Unaongelea mambo ya endurance kwa maana ya uvumilivu, lakini unaongelea strength kwa maana ya nguvu, lakini pia unaongelea mental psychology, lakini pia wakati mwingine unaongelea ile flexibility, kwamba mchezaji anapokuwa amekamilika katika maeneo hayo, basi unaamini kwamba unasema huyu anaweza kufanya kitu katika eneo fulani. Sasa sisi tunapoanza maandalizi yetu tulianza na utimamu wa mwili, ili angalau mwili ukae vizuri, kwa maana ya mambo mengine yale tutayafanya tunapokuwa tunakaribia kuelekea kwenye mashindano. Kila kocha ana mfumo wake katika kuiandaa timu. Haijalishi unaanza na idara gani, lakini usajili una umuhimu gani katika kuiandaa timu? Wakati mwingine unapotengeneza usajili ndio maana yake timu unaanza kuiandaa. Kwa hiyo usajili wako unalenga ushindani unaenda kukutana nao. Kwa hiyo pale tayari umeshaanza kujua kwamba timu yako inaweza kuwa na ubora sehemu gani, eneo gani ambalo kidogo lina udhaifu. Kwa wakati unapotengeneza timu ni haki kwamba kila eneo lazima lipate haki yake ya msingi katika maandalizi. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba timu yangu naiandaa kwa maana ya ushindani na iwe bora katika kila idara. Mara nyingi makocha wanapoandaa timu hukutana na vikwazo vingi kutoka kwa washabiki, viongozi na hata mmiliki, iwapo timu hiyo inamilikiwa na taasisi, kampuni au mtu binafsi. Kwake Fulgence, hali ikoje? Mimi nasema kwanza najivunia kwa sababu ni timu ambayo wasemaji ni wachache. Kwa maana ya kwamba wanaomiliki timu unaweza kukuta ni watu wawili au watatu. Kiasi kwamba ni rahisi zaidi kuweza kukaa nao na kuongea nao. Ni tofauti kidogo na timu za wanachama ambazo zina watu wengi. Kwa hiyo kwangu mimi changamoto zipo tu, ni kwamba unajua mwenye mali yake. Unaweza kukuta siku unamhitaji yeye, siku hiyo hapatikani. Lakini ukweli ni kwamba bado changamoto si kubwa sana kulinganisha timu za wanachama wengi. Lakini kingine ambacho mimi nasema kwamba tuna bahati ya kwamba vijana wengi tunaowapata ni wale ambao wako tayari kutaka kufanya jambo fulani. Kwa hiyo changamoto za mamlaka haziathiri maandalizi yetu, kwa sababu ni timu ambayo inamilikiwa na watu wachache. Kwa vipaji vya wachezaji, mkoa wa Singida upo katika hali gani? Wachezaji wapo, lakini kwa kweli kwa mkoa wa Singida wachezaji wengi ni wazuri, wana vipaji. Tatizo lao ni kutotaka kutumika, kwa maana ya kujituma, kwa sababu wachezaji wengi wanaonekana wana ile asili ya uvivu.
Kwa hiyo moja ya kazi ambayo niliifanya ni kujaribu kwa saikolojia ya nini faida ya mpira na nini akifanya jambo fulani na nini faida ya mazoezi ili aweze kucheza vizuri kwa sababu kipaji tayari anacho. Kwa hiyo kinachohitaji ni jitihada. Huyu anayekuja ukija kwa spidi ya kawaida utaweza kufunga. Karibu kondocho. Leta ball. Mimi ndo na ball hapa. Na wewe unapokuja lazima uje katika msingi ambapo lazima uko tayari kupokea ball. Yeye aliyokuja haya hawezi. Kwa sababu amekuja amebana eneo, ina maana yule akija hebu Jones. Akija hapa ameshazuia njia. Kwa lazima tunapokuja kusaidia jaribu kutanua kidogo. Tunapokuja hilo eneo ili uweze kuja kwa wakati. Kutengeneza timu imara ya vijana ndio njia sahihi ya kupata wachezaji bora siku za usoni. Hii inaipunguzia mzigo klabu kutoa fedha nyingi kila msimu kwa ajili ya kuingia sokoni na kufanya usajili. Kwa Singida United hali ikoje? Mimi ni falsafa yangu naamini soka la vijana. Na hata Singida United imejengwa na vijana wadogo wadogo. Na hata ukiangalia bado ni vijana wadogo wadogo. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba naamini katika hilo na nitaendelea kuamini katika hilo. Ndio maana sasa kwamba sisi kwa kujua hilo Singida United tunacho kikundi kidogo cha watoto wadogo karibu 40 ambao wanafanya mazoezi ili kuhakikisha kwamba tunaenda siku za baadaye kuvuna pale badala ya kwenda kusajili sehemu nyingine. Na kwa sababu ni kitu ambacho mimi nakitambua, kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kwa sababu wanafanya mazoezi chini ya uangalizi wangu na walimu wengine ambao nimewahamasisha hiyo shughuli. Kauli hii inaungwa mkono na katibu wa Singida United Abdurrahman Sima, akiamini kuwa upo umuhimu wa kuwa na timu ya vijana. Kuanzia daraja la pili tulikuwa na vijana, tulianza na vijana 5 ambao tulikuwa tunawalea kwa ajili ya kuwekea maandalizi, na nategemea katika wale 5 wawili nitakuwa nao kwenye ligi daraja la kwanza. Na pamoja na hivyo kuna vijana hawa ambao walikuwa wanacheza Coca-Cola. Ile timu ipo ina vijana kama takriban 40 hivi. Na hata ukifika labda mazoezi jioni utawakuta wako hapa. Tunataka tuwaandae wale vijana kama Singida United B ili baadaye tuanze kuvuna pale kwa hao vijana. Kulikuwa ni kuhangaika kwenda kutafuta wachezaji mbali kwa gharama, lakini kumbe tunaweza kuwatengeneza hapa na tukavuna. Kwa hiyo vijana wale tunao tena wa kutosha kabisa. Kinachotakiwa ni mipango tu kuweza kuwajenga ili angalau baadaye watusaidie. Kuna faida gani timu kumilikiwa na mtu mmoja na nyingine kuwa timu za wanachama? Hilo liko wazi kwa sababu maamuzi hayapiti kwa watu wengi. Maamuzi hayapiti kwa watu wengi. Moja, lakini la pili ni uhalisia kwamba walipo watu wengi mambo mengi huwa yaendi katika mtiririko ulionyooka kwa sababu kila mtu anakuwa na interest zake. Sasa ni tofauti na mtu mmoja ambaye pia amekubali kukamilisha majukumu ya msingi. Kwa mfano, nachoweza kusema ni kwamba mwenye mamlaka ya Singida United ametoa ruhusa kwa mwalimu kuweza kusimamia jambo la kitaaluma. Kwa hiyo mimi nadhani nafanya kazi katika eneo ambalo kwa hiyo inapofika kwenye swala la uongozi inabaki kuwa la uongozi na ni kwa sababu ni la kwake. Lakini inapofika kwenye swala la ufundi ameweka majukumu yale kwangu kama mwalimu. Kwa hiyo mimi na benchi langu la ufundi tuna wajibu wa kumshauri yeye kwenye idara ya ufundi. Kwa hiyo yeye kwenye idara ya uongozi na mambo yake ana wajibu wa kutekeleza mambo yake. Unajua timu za wanachama nazo zinakuwa na matatizo mengi, Kila mtu anakuwa na maamuzi yake. Anapoamka asubuhi nyumbani kwake anakuja na yale aliyofikiria kwake. Lakini hii ni kampuni nafikiri tunaiendesha timu, nataka tuiendeshe kisasa. Huyo mambo yale ya malumbano sijui nini kwa kweli hatujapata misukosuko yote na hatuombei itokee kwa sababu lengo hasa sisi ni kuhakikisha angalau mkoa wa Singida unarudi katika heshima yake. Kwa hiyo hili kwetu sisi halina tatizo, tunaenda vizuri. Maendeleo ya michezo yanategemea sana mkono wa serikali. Mkono wa serikali ni mrefu. Hii imezifanya nchi nyingi kupiga hatua katika michezo. Kwa serikali ya Tanzania swala la michezo hali ikoje? Nikiri kwamba hawafanyi vizuri na hawako serious serikali. Unajua serikali athari yake ni tunaingia sana kwenye mambo ya siasa. Kwa hiyo serikali inaweza kawa busy na mambo ya siasa kuliko yale mambo ya msingi. Lakini ambacho hawakijui ni kwamba through michezo wanaweza wakapata impact kubwa hata vitu vingine vikaingia. Kwa mfano, kuna nchi ambazo zinaendeshwa kwa kodi ya wachezaji wana michezo. Zipo nchi hizo. Kwa hiyo hata sisi kama tungeamua kuwekeza kwa sababu kwa mfano viwanja hivi mimi nakumbuka vilikuwa vinajengwa kwa miaka ile kutokana labda na sherehe husika. Tayari tulikuwa na sehemu ya kuanzia, tusingeshindwa sehemu ya kuanzia. Kwa sababu huu ndio uwanja wa michezo.
unavyoona jinsi ulivyo mchafu. Lakini unaweza kupata wanariadha hapa, unaweza kutengenezea watu wa basket, unaweza kutengenezea watu wa netball, watu wa volleyball. Huu ndio uwanja wa michezo. Kwa hiyo ilikuwa serikali wajibu wake ni kutengeneza viwanja kama hivi. Kuna kuwa na centers. Lakini serikali haiko hiyo, iko nyuma katika hilo. Lakini hata huko ambako tunadhani kwamba mimi nadhani kila kitu kiko shagala kwa sababu hata huko wanakosema wameweka vipaumbele, bado hatuvioni kama vinaweka vipaumbele. Kwa sababu kwenye sekta ya michezo tunasema sisi tuko nyuma, lakini ukienda idara ya afya nao wana mapungufu yao. Kwa hiyo mimi ninachosema ni kwamba serikali katika idara ya michezo wanapo pa kuanzia. Viwanja hivi ni vya CCM. CCM ndio wanaoshika tambo sasa hivi. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kuweza hata kumpa mtu mwekezaji akawekeza wana michezo ili mradi tu michezo isonge mbele. Katika msimamo wa viwango vya soka duniani, Tanzania haina la kujivunia zaidi ya migogoro na kufungiana kila uchwao. Fulgence, nini kifanyike kuinua hali ya soka la nchi hii? Wanazo idara zinazosimamia vitu vya namna hiyo. Wapo idara ya mashindano, kuna wao benchi la mkurugenzi wa ufundi. Nadhani wanaweza kutoa mawazo mazuri zaidi kwa ajili ya kusaidia soka la Tanzania. Lakini kikubwa ni kwamba tunahitaji kuimarisha soka la vijana ili tuweze kupata matokeo yajayo. Inaelezwa moyo wa kupenda soka kwa wadau mjini Singida umerejea upya, lakini bado kuna kusuasua. Nini wito kwa wadau hao? Mimi baada ya kuja hapa, kwanza soka haikuwa na mwamko kama ilivyo sasa. Lakini nadhani through Singida United wameweza kuamka na kujua kwamba kumbe kila kitu kinawezekana. Kwa waingie uwanjani, walikuwa waamini kama timu yao inaweza kufanya vizuri, lakini tulijaribu kuwabadilisha. Kwa sasa hivi tunachosema ni kwamba waje kwa wingi, waingie kwa wingi, kwa sababu hizi timu ni za kwao. Singida United ni mali yao. Hata kama mmiliki ni mmoja, lakini bado inayotangazwa ni Singida. Kwa mimi ninachoweza kusema ni kwamba lazima ifike mahala kwamba wadau nao warudi michezoni. Labda mimi nikupe mfano wa siku za nyuma. Miaka ya nyuma, wakati mimi nacheza Pamba, timu ilikuwa inasafiri kwa geti, inaishi kwa geti correction. Na wakati ule population ya wananchi nadhani ilikuwa chache. Unalijua hilo? Walikuwa ni washabiki wa Tanzania, walikuwa ni wachache. Kwa mfano Mwanza ulikuwa unaongelea labda watu karibu 300,000, lakini siku hizi wanakaribia watu 2,000,000. Lakini kwa nini watu waingii mpirani? Kwa ni vitu vya hamasa, vitu vya lakini pia kulikuwa na kutokuwa transparent kwenye maeneo ya michezo tuliko. Kwa hiyo iliwavunja watu nguvu, kwa sababu mtu anachangia kidogo, lakini kidogo kile akifiki sehemu sahihi, unajikuta sasa baada ya siku 3-4 kunakuwa na malumbano yanayohusu mambo ya pesa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mimi naweza nikasema kwamba vimechangiwa na sisi wenyewe na michezo kuwarudisha wadau ambao walishatukubali kujitolea. Hapa palikuwa na mtu anaitwa Mohamed Dewji. Alikuwa anasimamia Singida United miaka ya nyuma. Lakini nasikia kulikuwa na vitu vidogo tu vilimuondoa kwenye, walikuwa mabingwa sijui wa mkoa, ikatoka zawadi ya hela, yeye akasema basi kwa sababu imetoka hii, hebu isubirisheni niwaongezeni na nyingine ili angalau mchezaji apate. Yes. Wananchi waliokuwa wameongozana labda sijui na hiyo timu sijui na nini, kwa sababu ni historia ya kufikirika, ikasababisha yule bwana achukie. Lakini kwa sio swala kuchukia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wakati mwingine sisi wana michezo pia tunafukuza wale watu ambao wanahitaji kuwekeza kwenye michezo. Kwa wachezaji, kila mmoja ana malengo yake. Kucheza katika vilabu vikubwa, timu ya taifa na kucheza soka la kulipwa ni baadhi tu ya malengo yao. Malengo yangu kwenye mpira niweze kufika mbali, tuwe kama kaka yetu aliyotangulia Bwana Samata, tuweze kucheza soka la nje ya nchi. Malengo yangu kufika klabu kubwa za hapa Tanzania na za kimataifa. Natamani sana kuwa kama fullbeki Juma Abdul, kwa sababu mimi mwenyewe nacheza namba yake na nitajituma sana ili niweze kufanikisha malengo yangu. Na mimi malengo yangu nataka nifike mbali zaidi ya hapa nilipo sasa hivi. Namshukuru Mungu kwa sababu ananipa uzima na afya na akili pia kuweza kufanya hichi nilichochagua katika maisha yangu.
Abdurrahman Sima ndiye aliyepewa jukumu la uendeshaji wa kila siku la timu ya Singida United. Je, kupanda ligi daraja la kwanza ni katika malengo waliojiwekea na mkakati mwingine ukoje? Mikakati tulionayo sasa hivi, japokuwa tulitoa likizo kidogo vijana wakapumzike, ila kikubwa sasa hivi ni kujiandaa na kufanya usajili ulio bora, usajili ambao unaweza ukaivusha timu kutoka daraja la kwanza kwenda ligi kuu. Ndio mikakati moja hapo ambayo tunayo. Na nafikiri hii mikakati tumeshaanza kujaribu kuwatembelea vijana ambao tumewapointi. Tunachosubiri dirisha lifunguliwe basi tuanze usajili. Utaratibu upi umepangwa timu hiyo kusaka wachezaji mahiri watakaomudu gwaride la ligi daraja la kwanza, ambalo kocha wa Mwadui FC Jamhuri Kiwelu Julio aliwahi kunukuliwa akieleza kuwa ligi hiyo ni ngumu zaidi ya ile ya ligi kuu? Kwa utaratibu tuliojiwekea sisi kama United, swala la usajili huwa tunakabidhi benchi la ufundi. Panapokuwa na ushauri naye tunajaribu kulishauri, lakini 80% ni benchi la ufundi tumewapa dhamana yote ya kuhakikisha wanafanya usajili. Sababu unapokuwa umeingilia wewe kama mtendaji kufanya usajili, unaweza ukaleta mchezaji ambaye anakuwa yani sio matako ya mwalimu anaomtaja ambaye anaweza kuisaidia timu. Kwa hiyo tumekabidhi benchi la ufundi, japokuwa na sisi washauri wake wa karibu. Na kwa Wanasingida mimi mara zote huwa naomba ushirikiano. Na niwashukuru kwa ushirikiano walioonyesha kutoka ligi daraja la pili mpaka kufika daraja la kwanza. Kweli niwapongeze. Ninachotakiwa sasa ni kuongeza ushirikiano mara mbili yake ili kuhakikisha angalau tunafikia malengo ya kurudisha heshima ya mkoa wa Singida, hatimaye tupate timu ya ligi kuu hapa Singida. Mapokeo gani ya uongozi wanaupata baada ya Singida United kupanda ligi daraja la kwanza? Kweli kwa sasa hivi mimi niwashukuru, wametupokea vizuri. Japokuwa mwanzo walikuwa hawaamini, walikuwa wanaona labda inaweza kawa ni wale tu wa miaka yote, lakini wameamini. Sasa hivi watu wanajaa uwanjani, ukija mazoezini tu ukifika utafika kuna mechi, watu wanajaa. Kwa hiyo niwaombe wajitokeze, waendelee, watupe support kwa ajili ya hili. Yaani kwa sasa hivi Wanasingida kwa kweli siwezi kuwalaumu, sasa wameamka, wameona kweli kumbe inawezekana. Tukishirikiana inawezekana. Kwa hiyo kwa hili kwa Wanasingida kwa kweli mimi nawapongeza, waendelee kutupatia support kama tulivyokuwa tumeanza kutoka ligi daraja la pili. Baada ya kucheza hatua 16 bora ya michuano ya kombe la FA, baadhi ya wachezaji wameanza kutupiwa jicho kunyakuliwa na timu nyingine. Je, uongozi unawaruhusu kuondoka? Mpira sasa hivi ni biashara. Mpira ni biashara. Kila mtu ana malengo, Hii daraja la pili, kuna daraja la kwanza, kuna ligi kuu. Kwa hiyo huyo mchezaji unamtumia anakuwa na malengo, na mwingine ana malengo ya kucheza labda kucheza Ulaya, Kwa hiyo nafikia mahali uangalie, japokuwa sisi hatuwezi kumzuia mchezaji ambaye anaweza kama amepata sehemu nzuri zaidi nje ya sisi, Lakini bahati nzuri wachezaji tuna mikataba nao vizuri kabisa, na japokuwa wapo tulikuwa na tetesi, wengine wanahitajika Simba, wengine wapi, bado hatujapokea ofa yote kwa bwana labda kuna klabu imekuja rasmi kuweza kutuambia bwana tunahitaji mchezaji fulani. Ila wachezaji bado ni mali yetu, tunao wale tutakaoendelea nao, na basi na wale ambao labda hatutaendelea nao wachache ambao watakao kosa nafasi wataendelea vile kujifua, siku akikaa vizuri na wanaweza karudi. Kwa hiyo hilo sio tatizo sana, na ukikuta klabu inazuia mchezaji inakuwa sio taratibu. Akipata timu nzuri ambaye inaweza kumpa masema mazuri zaidi, mnamruhusu, mnampa baraka. Wachezaji wako wengi, kinachotakiwa ni kuwaandaa na kuwatengeneza. Upangaji mbovu wa ratiba ni jinamizi jingine linalowafanya wadau wa soka kuinyoshia kidole TFF. Nini kifanyike kuondoa ombwe hili linalolipaka matope soka la Tanzania? Hili nafikiri juzi nimepokea email kutoka TFF kuhusu mambo ya kanuni. Maana kanuni na waga inabeba mambo mengi. Na hili tutaliingiza ili wajaribu kuangalia na hili. Maana ratiba saa zingine zinakuwa zinakanganya yani, Lazima uangalie hii timu, labda unaweza kupangiwa mechi labda mfululizo. Hauangalie, unaweza kutoka labda utoke Bukoba na alafu unaenda Bukoba na unaenda Songea. Kwa hiyo unakuta na wao waangalie upangaji wa ratiba. Kwa hiyo hili tutajaribu kuliweka kwenye yale maazimio ambayo watakuwa kwenye hizi kanuni, kwa sababu wamesema tutoe mapendekezo, maoni. Tutalichomea kwenye maoni yetu angalau na hili TFF waliangalie. Ili angalau lisije likawa linaumiza vilabu vingine. Unajua timu nyingi sasa hivi ndio hivyo, tunajiendesha, hatuna wafadhili nini. Kwa hiyo angalia na ratiba angalau kuweza kuzisaidia timu. Kwa Wanasingida, wito wao kwao ni upi? Kuijenga Singida itakayorejesha heshima ya soka katika mkoa huo. Embu tupeane ushirikiano.
tuitengeneze Singida, turudishe Singida ile tuliyokuwa tunajua Singida ya 2000. Tuhakikishe na sio United tu. Kuna timu sasa hivi kwa mfano kama bingwa wa mkoa. Misuna Stand hawa, hii timu ya Stand. Na wao vinatakiwa tuwape ushirikiano wanapovuka kutoka daraja la ligi ya mabingwa wa mikoa kwenda daraja la pili. Ni faraja kwa mkoa wetu wa Singida. Unapokuwa na timu ya daraja la pili na una timu ya daraja la kwanza, yule mwingine anatafuta kwenda ligi kuu, mwingine anatafuta kwenda daraja la kwanza. Inapendeza. Unakuta kila weekend kunakuwa na mechi hapa katika uwanja wetu. Kama Singida United hawapo basi watakapo Stand. Kama Stand hawapo watakapo Singida United. Kwa hiyo hata mji utachangamka. Wenye biashara zao watafanya biashara zao, maana wanapokuja wageni hapa lazima watatengeneza uchumi utakuwa wa Singida. Mtu mwenye hoteli, mwenye guest yake, usafiri, mambo mengi tu. Kwa hiyo itakuwa ni moja ya kuwafanya wana Singida wafurahi. Kwa hiyo mimi niwaombe tushirikiane kuhakikisha timu zetu, sio timu yetu ya United, timu zetu ambazo zinawakilisha mkoa kwenye hizi ligi, tuzipe support, tuwe karibu nao, tuwasaidie kile ambacho kinaweza kuwasaidia ili angalau tuweze kufikia malengo. Yusuf Mwandami ndiye aliyejitwisha jukumu la kuhakikisha heshima ya mkoa wa Singida kisoka inarejea tena kama ilivyokuwa miaka ya 2000. Mwandami anasema wakati umefika timu ya Singida United kuwa na uwanja wao ambao utatoa uhuru kwa timu yake kufanya mazoezi. Tunahitaji timu kama timu tuwe na kiwanja chetu. Kuna timu nyingi Tanzania ambazo mpaka leo hazina viwanja. Hiyo ni changamoto kubwa. Nimekwenda Dar es Salaam na timu yangu wakati tunacheza ligi ya FA na Simba. Tumekosa sehemu ya kufanya mazoezi, ikawa taabu. Ukienda kiwanja unaambiwa 300,000. Kwa hiyo viwanja ni msingi sana, na hasa hizi timu za vijana. Ni cha msingi sana kwa sisi hapa Singida. Wangelijitahidi sana wakatupatia sisi maeneo kama club, tukatengeneza viwanja, kwa sababu viwanja si gharama kubwa sana. Sisi hatutengenezi kiwanja cha kuja kuchezea labda timu za taifa za Marekani za wapi. Sisi tunataka sehemu ya kujifunzia. Tukishapata viwanja viwili hapa Singida, vitatu ambavyo tuna uhuru navyo, tutafanya vizuri zaidi. Tunacho kiwanja kimoja cha CCM kama unavyokiona, kina mabonde mengi na hatujajua utaratibu wa chama unafanya nini, ingawa tunasikia kwamba kuna mkataba wa kukikarabati kiwanja hicho. Lakini Chama cha Mapinduzi wana nafasi kubwa pia ya kutengeneza viwanja vyao karibu nchi nzima, kwa sababu wawekezaji wapo, ni mikataba tu na mikoa ikafaidika na hiyo. Uwekezaji kwa ajili ya kuinua kipato cha klabu ni jambo la msingi. Uongozi wa Singida United unalionaje hili? Timu yetu Singida United tuna mpango huo wa kufungua angalau duka la michezo katika mkoa wa Singida ambalo linaweza likahudumia mikoa ya Manyara, Tabora, Dodoma na pengine mikoa mingine ya jirani zaidi, yote ikahusika kununua vifaa pale, kwa sababu hapa mpaka sasa sisi tukitaka kifaa hata mpira mzuri lazima uende Dar es Salaam au uende Mwanza. Kwa hiyo ni safari ndefu. Kwa hivyo tunataka kufanya uwekezaji huo wa biashara, tuwe na ofisi na kazi. Swala la usajili limekuwa likileta mkanganyiko sana. Baadhi ya viongozi wa vilabu huvaa viatu vya makocha na kuamua kusajili wachezaji bila kujali mahitaji ya kocha katika kuisuka klabu yake. Kwa Singida United hali hii iko vipi? Swala la usajili ni la kiufundi. Na kwa sababu ni swala la kiufundi, tumempa mwalimu uhuru wa kuchagua vijana pamoja na kundi lake la ufundi kuchagua vijana wanaoweza. Sisi tulishamwambia kwamba tulipokuwa tunacheza daraja la pili, tulisema kwamba tuwe na timu inayoweza kucheza ligi ya daraja la kwanza, alafu icheze daraja la pili. Alifanya hivyo na tulifanikiwa vizuri, ndio maana ushindi wetu tulimaliza mechi, tulipata ushindi tukiwa kabla tuna mechi 2. Kwa hiyo mwendo wetu ni ule ule kwamba tunapotafuta usajili wa daraja la kwanza, tunajaribu kujitahidi kuwa na kikosi kinachoweza kumudu kucheza ligi kuu, ingawa ni cha vijana, lakini wakati huo kinashiriki ligi daraja la kwanza. Kwa hiyo mpambano wetu na ligi unakuwa kidogo tuna unafuu kuliko kusajili kikosi ambacho kinalingana na daraja husika. Kuiandaa timu kisayansi ni muhimu kwa viongozi kumsaidia mwalimu kuandaa mechi za kirafiki kwa ajili ya kupunguza kama sio kuondosha makosa ya kimchezo. Kwa Singida United hili wanalizingatia kwa kiasi gani? Ya usajili sahihi
tutauanza mwezi wa 6. Ingawa tunaweza kuwa nao vijana tayari, lakini tutaufanya sahihi mwezi wa 6, kwa sababu mwezi wa 6 tunataraji tuweke kambi yetu Mwanza. Tunaiweka Mwanza kwa ajili gani? Tunaweka Mwanza kwa sababu Mwanza ina vilabu vingi tofauti na Singida. Mwanza kuna timu kama za Alliance, Toto African, Mbao wamepanda daraja ligi kuu wale, kuna Geita pale. Lakini pia Msoma ni karibu. Kwa hiyo tutakapokuwa na kambi yetu Mwanza japo ya mwezi mmoja au mwezi mmoja na nusu, itatosha kufanya usajili ulio sahihi kupitia timu zingine zilizopo hapa. Ipo ziara ya nje ya mkoa wa Singida hata nchi za jirani, lengo la kusaka kujiweka sawa kwa ajili ya michuano ya ligi daraja la kwanza. Utaratibu wetu ulikuwa mzuri, tumeupanga kwamba tutakapokuwa kambini, baada ya kukiandaa kikosi kabla ya kufanya usajili, kikosi hicho kitatembea. Aidha tunaweza tukaomba nafasi ya kwenda kukaa kambi hata ya siku 5 Uganda, tukarudi. Na pia tuna wafadhili wetu pia wametuomba tuwe na siku ambazo tutaweka kambi Pemba kule. Kwa hiyo tuna nafasi nzuri ya kutembea mikoani, hasa kwa muda wa mwezi wa 6 na wa 7 kwa ajili ya kuendelea kutafuta kikosi chetu kiwe imara zaidi. Licha ya Singida United kuwa sio timu ya wanachama, lakini wananchi wanalo jukumu la kutoa ushirikiano kwa uongozi wa klabu hiyo kuhakikisha kila kitu kinakwenda kama kilivyopangwa. Singida kwanza nimepata ushirikiano mkubwa. Kwanza nafurahi, ingawa zamani mwanzo walikuwa hawatuamini. Mimi nimeshiriki mechi nyingi pale nikiwa na vilabu tofauti. Lakini watu walikuwa hawaamini, kiasi cha kwamba leo hii wamekuwa na mabadiliko kidogo makubwa. Na nimefurahi sana kwa sababu inafika mahara wachezaji wananchi wanajaa uwanjani, wanaisupport timu yao. Hilo tu linatosha mimi kuona kwa ni ushirikiano mkubwa. Lakini pia bado kuna watu ambao tayari wameshaanza kujitokeza kuisaidia klabu kama klabu. Kwa hiyo nadhani mwaka huu tutaenda vizuri zaidi ya tulivyoanza. Kwa TFF wito upi kwao? Ya TFF kwa kweli tunadhani tu wao sasa watoe support kubwa na uaminifu mkubwa katika uendeshaji wa mashindano haya. Na si TFF peke yake, na chama cha marefa Tanzania nadhani na chenyewe kinaweza kikakaa chini kikafikiria kwamba sasa tunaenda katika kufanya kazi. Mpira sasa hivi ni biashara. Sasa kama mtu anachezea biashara yako, nadhani hautapendezwa. Lakini wakikaa vizuri, wakachezesha mpira kwa kiwango kikubwa, timu zote zitakuwa imara, zitajitengeneza, kwa sababu kuna timu ambazo huwa zinaamini kwamba ikiingia uwanjani ikiwa na pesa itashinda. Lakini wao wakiamini kwamba timu ni mchezo wa kiufundi na sayansi, wakatumia kwa kweli kabisa kwamba hii lazima haki tendeke, na maana vilabu vyetu vitakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo ninawaomba tu TFF ratiba zao zisiwe za kuzunguka, ziwe za moja kwa moja, mtu naitambua kwamba mwaka huu utacheza hivi, na hususan kwenye swala la pesa. Swala la pesa sisi kwetu ni tatizo kwa sababu ni vilabu vya chini, havipati mdhamana mkubwa. Kwa hiyo mtu anapocheza labda Bukoba karudi Singida, alafu kesho umempangia ratiba ya kwenda Mbeya, anaweza asiende kwa sababu hajaandaa kutafuta pesa. Ratiba zijulikane mapema na ziwe sizobadilika sana, kwa sababu mashindano yote wanayo wao mkononi. Mpira ni biashara. Mtu anapochezea biashara yako, huyo hakutakii mema. Ni kauli ya mmiliki wa Singida United Yusuf Mwandami akihitimisha makala hii. Hadi wakati mwingine ninakuaga nikisisitiza kuwa hapa ndio kisima cha makala za michezo hapa nchini.